Maombi yanayoleta majibu kwa muamini. Yesu asifiwe sana. Unajua, sikiliza nikwambie siri moja. Jifunze sana kuwa karibu na mtumishi wa Mungu. Ule ukaribu wako na yeye atakuwa karibu na wewe kwenye maombi. Amen, amen. Mtakuwa karibu. Na ile unavyomkumbuka na yeye anakukumbuka. Amen, amen. Amen. Mtumishi Maundi wakati wote alikuwa ananijulia hali pamoja na mke wake kwenye kuandika, umeamkaje baba, unaendeleaje, umekula nini, iko vizuri. Amen. Ikanitia moyo sana. Unaona ile ukaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nikawa karibu. Mnaongo nauma. Mungu ananiambia pana, piga simu, sio jambo la kawaida. Napiga simu, tunafanya maombi. Hakwenda tena hospitali. Na alikuwa anajipanga kwenda hospitali, hakwenda. Ile ukaribu. Jifunze kuwa karibu na watumishi wa Mungu. Ili ninayokuambia itakusaidia. Amen. Unajua kuna mtu unaweza kumdharau hivi, lakini kumbe amebeba hatima ya majibu yako bila wewe kujua. Bila wewe kujua. Kuna kanisa moja niliingia pale Tananarifu. Ile mchungaji na watu wengi na kanisa kubwa, ni tajiri. Kanisani kwake wanaingia watu wa ikulu ndio wanaingia pale kanisani kwake. Meya, kuna yule ambaye anamtafsiri rais anaingia pale, ndio mchungaji. Ile Jumapili ya mwisho naingia pale naomba. Niliomba maombi sana. Kumbe huko ambapo nilipokuwa nimelala katika kuomba, akawa yuko karibu yangu. Yuko karibu yangu, nimepiga magoti na yuko karibu yangu pale amepiga magoti. Akiwa nasikiliza vile ninavyoomba. Nilitoka ile asubuhi ya Jumatatu, alinitafuta asubuhi sana, ndio wa kwanza niingia hotelini pale kunitafuta. Akanipeleka sehemu, katika kunipeleka sehemu tukarudi jioni nikiwa pamoja naye. Asubuhi ile usiku ya Jumatatu usiku, Mungu akaongea naye, akakosa tena amani. Mungu akamwambia anifuate nimuombe, mimi kuna kitu nitaacha juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi naingia bafuni naanza kuoga, yeye ndio kwanza anapiga hodi. Kaniambia, Mungu ameniambia una kitu sichokuwa cha kawaida, naomba uniombee. Mungu ameniambia uniombee upako ulionao, nitembee na upako huo. Akapiga magoti, nikaanza kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikaomba, kuna kitu alichokipokea, akasema najisikia tu niende na wewe mpaka airport. Amen. Nende na wewe tu, mimi nikupeleke. Nikamwambia pana, kuna gari ambayo inakuja kunichukua. Na Mungu alinipa kibali kisichokuwa cha kawaida. Amen. Kibali kisichokuwa cha kawaida. Cha kawaida maana gari yangu ndio itakupeleka. Gari yangu ndio itakupeleka. Gari yangu ndio itakupeleka. Natuma dereva. Amen. Akupeleke. Subiri miaka ijayo mtasikia kinachofanyika huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo jaribu sana kuwa karibu na mtumishi wa Mungu kwa mazuri, sio kwa mabaya. Kwa mazuri, sio kwa mabaya. Ambaye nilitaka nipange kwenye apartment yake, na nilipotoka hakutaka kuniachilia. Vilivyofanyika kwake sio vitu vya kawaida. Ametoka kama Dodoma kuja Dar es Salaam kwenda kuniaga tu. Kwenda kuniaga tu. Analia machozi. Anasema Mungu amekutuma kwa ajili yako. Miaka 10 mume alishakufa, lakini bado kuna vitu vinafanyika ndani ya nyumba yake. Mume alikuwa mshirikina wa hali ya juu, alikuwa haelewi. Alikuwa anaweza kaogelea kwenye bahari kilomita 1, anaogelea kilomita 2. Anaogelea. Na kule alipokuwa anaogelea, aliokota pete kwenye maji ambayo alivishwa na jini. Hiyo pete anaishi nayo. Alikuwa tajiri na kila kitu anachopenda nayo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ule mama anasema kabla hajafa, kwa sababu aliumwa tu ghafla na alikuwa hataki habari za maombi, akaona kuna nyoka wawili wanamtoka yule mume wake, wawili, mweusi na mwingine nyoka kama wa kizungu, wanatoka wanaingia kwenye ukuta wa nyumba. Yule mama hakuelewa. Alafu yule mume akatoa zile pete zote akampa, akamwambia hivi, pamoja nilikuwa siamini kama yuko Mungu, lakini leo nakuambia kuna Mungu. Akaamini mdogo, akasema naamini kunaye Mungu. Akakata roho, akaacha zile pete. Sasa mimi wakati naingia pale, Mungu ananionyesha kwenye geti hapo kuna nyoka amesimama. Nikamwambia nimeona kuna nyoka anasimama kwenye geti lako. Ule nyoka anayesimama, kila chochote kinachofanyika hapa, kinachoingia hapa kinamezwa. Ndio akanieleza kwamba aliwahi kuona wakati wa kufa nyoka walitoka wakaingia, hakujua kila kitu kiko mule ndani. Bilisha walikuwa na mahoteli, walikuwa na kila kitu vyote na mafriji viko mule ndani. Hawezi kufanya kitu. Na miaka 10 alishahama chumba chake. Analala chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Analala chini. Nilifanya maombi na hiyo pete, ile pete anasema ile pete ile ambayo mume wake aliyoitoa baharini wakati anakufa, kwa sababu aseme ni ya gharama kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pete ambayo inanunuliwa milioni 3. Silikuwa pete ya ajabu. Sasa ile pete akataka aiuze ili apate hela, ile pete ikapotea. Ikapotea. Sio kusema kwamba ilikuwa inawekwa mbali, inawekwa sehemu nzuri na pete zingine, akaja kuitoa ipete ikapotea. Baada ya mwaka mmoja akaikuta ile pete imerudi hapo. Kwa kukosa maarifa na kufungwa, akampa kijana wake wa kwanza ambaye yupo Paris. Yeye ndio anavaa hiyo pete. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Sasa nilipofanya deliverance na Mungu aliponionyesha vitu ambavyo vipo, akaanza kueleza ile pete ipo nayo mtoto wangu yuko sehemu fulani. Nimefanya maombi kwa njia ya simu, mtu ambaye kwa Paris ameanguka na pete kaondoka. Haleluya. Amina. Pete imepotea. Oh yes. Amen. Pete imepotea. Hebu jiulize, mtoto amesoma sekondari Paris, amemaliza chuo Paris, lakini anafanya kazi, hawezi kusaidia hata familia na chochote. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Haleluya. Amina. Mungu wetu anatenda. Mungu wetu anajibu. Amina. Tangile muda wote wa maombi na deliverance ameanza kurudi, amerudi kwenye chumba chake, mambo yanaanza kurudi kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nimekaa katika ule mji hotelini pale wiki 2, lakini kila nilipokuwa naenda kwake kwenda kula chakula kama Elia alivyokuwa anaenda kwa yule mwanamke mchane, nilikuwa nakula kuku. Amen. Kuku wanaita wale kuku wa kule wa kienyeji kuku gasi. Nilikula kuku gasi mpaka nikasema yes. Amen. Haleluya. Amina. Nikagundua kwamba Elia alipoenda kwa yule mwanamke alikula, na katika kula baraka zilionekana hapo, baraka zilishuka ndani ya nyumba. Ndio maana Mungu akamtuma hapo. Sema amen. Mwishoni wakati naondoka, kuna mtu alikuwa na deni yake ya milioni 10. Ile wakati anasema nakuja kuniaga tu, wakamuingizia ile milioni 10 kwenye account. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sikuomba hela na sikula chochote, alika tu 200,000. Amen. Sio kafikiri nilipa hela. Haleluya. Amina.
Mungu wetu anajibu maombi. Amen. Amina. Jamani, tupo katika neno hili la maombi ya kwamba maombi yaletayo majibu kwa muamini. Amina. Usizarau maombi. Na maombi tunayoomba usiyazarau. Ni maombi yenye nguvu, yanayoleta majibu kwa haraka, yanayoleta majibu yasiyopapasika, yanaleta majibu ya moja kwa moja. Amen. Amen, amen. Amina. Talisomea tumishi wa Mungu Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 7 mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Nitasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Nyakati, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7 mstari wa 14 hadi 16. Neno la Mungu linasema nini? Kama watu hao wangu, wakijinyenyekesha, wakasali, wakinitafuta, na kuacha njia zao mbaya, basi mimi nitawasikiliza kutoka juu mbinguni, nitawasamehe dhambi, na kustawisha nchi yao. Sasa nitalichunga hekalu hili, na kusikiliza maombi yatakayofanyika hapo. Kwa maana nitakasa nyumba hii, ili watu waabudu jina langu kwa milele. Nitailinda na kuipenda daima. Mpe Yesu makofi ya shangwe. Acha nikuambie kitu kimoja. Kuna kitu hapa ambacho najiuliza. Kwa nini Yesu alipomuondoa huyu Mariamu, huyu ambaye alikuwa na mapepo sijui 7, kwa nini haya mapepo hayakumrudia tena Miriamu wakati alifanyiwa deliverance? Nikajiuliza kitu. Huyu aliyekuwa kipofu, wakati Yesu alipomponya akatoka kwenye upofu, kwa nini alipoondoka hakuwa tena kipofu akapona moja kwa moja? Na niuliza maswali. Kwa nini watu wanapotolewa mapepo, kwa nini watu wanapofunguliwa lakini yale mapepo yanarudi tena? Shida iko wapi? Amen, amen. Amina. Shida ipo kule wanakokwenda. Unanielewa vizuri? Amen. Shida ipo huko wanakokwenda. Huko wanakokwenda hawaishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, hawaishi sawa sawa na kusudi la Mungu. Wanapotolewa mapepo, wanaporudi huko manyumbani kwao, wanaporudi huko makazini kwao, wanaporudi huko mitaani kwao, bado ni wapagani. Amen. Hawaishi katika lile kusudi la Mungu, hawaishi katika yale mapenzi ya Mungu, hawaishi katika ile njia ambayo Bwana anayotaka waishi ndani. Yanarudi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakirudi manyumbani kwao, korofi huko pale pale, umbea huko pale pale, uasherati huko pale pale, chuki iko pale pale, umbea huko pale pale, pepo anarudi. Roho mbaya iko pale pale. Unajua ilikuwa kama vile ndoto. Hawezi kukaa wiki moja Bongo Dar es Salaam usione watu wanatukanana, usione watu wanapigana. Lakini mimi miezi miwili mbele sijaona hata mtu anatukana. Toka upumbavu, toka sijui nini, au ambaye ameelewa barabara, sijaona. Amen. Watu wako anaendesha na ingiliana, mwenzake anamwambia, "Oh, pardon."
umuingilie tu Christopher vibaya vibaya, anasema jiwe liko wapi nimpige. Nilishangaa nikaona watu wana discipline moja ambayo sio kwa ya kawaida. Wakipata neno la Mungu la kweli, neno lenye uhai, hao watu wanafunguliwa, hao watu wanaendelea, hao watu wanakuwa vizuri, hao watu wanakuwa matajiri, hao watu wanakuwa na baraka kwa sababu tayari wana discipline kutembea kwao, kuishi kwao na kukaa kwao. Ni discipline, lakini uangalie kuishi kwako na kutembea kwako kuna discipline. Amen. Kwa nini pepo asirudi pale pale? Ni shida. Aseme huyu Maria alipoondolewa yale mapepo ya mtumishi mzee Godfrey, na mapepo zikaondoka, hazikuwahi kurudi tena. Alimwamini yule Yesu, hakumnenea mabaya aliyemtoa pepo, hakumhukumu aliyemtoa pepo. Lakini pepo zinapotolewa, sisi hapa tunafika nje, tunakuwa watu tofauti na tulivyokuwa kanisani. Kwanza tunaanza mtukana tu kwanza yule aliyetutoa mapepo, ndio anakuwa namba moja. Namba mbili ni yule aliyekuwa anatushikilia ili tusianguke, tusiumie. Kuna alinifinya, sijui kama alikuwa na hasira na mimi, sijui alikuwa na ugomvi